Hello everyone, my name is Bradley Namwaya. Today I've come with a good news. Have you ever seen Philomen Moisaka? Today I'm bringing him live. He has a good message to all people all over the world. Let's hear him out on what he want to say. And please do not forget to like, share, subscribe, and comment. May God bless you. Let's hear the message, then I'll get back to you. Mimi ninayezungumza ni Philemon Mwaisaka ambaye kwa nyakati tofauti tofauti nilikuwa mkuu wa wilaya, nikawa principal wa Kenya Utalii College, na wakati mwingine nikabarikiwa kuwa commissioner wa CIC ambaye ni katiba, na pia nikawa permanent secretary ama katibu wa kudumu wa miaka nyingi. Mimi ni mzaliwa wa wilaya ya Taita Taveta ambayo kwa sasa tunaita jimbo la Taita Taveta, na hapo ndio nimezaliwa na hapo ndio nimekulia, na nikawa baadaye Mungu alinijalia kwa sababu ya yale makaratasi nilikuwa nayo nikapata hayo majukumu ambayo nimetaja. Kama mtu wa Taita Taveta ninahusika sana na mambo ya maendeleo, na mara nyingi ninajikuta nikiwa na nafasi nieleze wananchi ya kwamba kuna umuhimu wa kufanya mambo kadha wa kadha. Ningetaka kwa wakati huu, nikiwa mtu ambaye ninafikiria maendeleo ya Taita Taveta sana, nichukue nafasi hii kusema ya kwamba tafadhali mpokee salamu zangu za heri mkiwa wa Taita na wa Taveta, na pili munipatie nafasi ya mimi kurudia mara nyingine tena ya kwamba kama Wataita na Wataveta kuna umuhimu wa kuchukua nafasi ambayo tuko nayo kuelimisha watoto wetu ili tuwape nafasi za kupata majukumu tofauti tofauti kitaifa na hata kiulimwengu. Nasema hivyo nikiwa mtu wa furaha wakati huu, kwa vile kama mnavyojua kuna huyu Mturkana ambaye anaitwa Erastus Ethekon ambaye amechaguliwa ama amekuwa appointed ama nominated kuwa mwenyekiti wa IEBC, na jambo hili limenifurahisha. Ingawa huyu ni Mturkana, limenifurahisha kwa sababu limetupa nafasi ya sisi Wataita na Wataveta kujua ya kwamba elimu ni kitu cha maana, kwa sababu kama Mturkana sielewi angefika namna gani Nairobi ateuliwe vile ameteuliwa na hata mwishowe achaguliwe kuwa mwenyekiti kama hangekuwa na elimu. Nataka nihimize sana ya kwamba watoto wetu tuwape elimu. Elimu ndio itatuokoa Wataita na Wataveta. Hakutakuwa na maarifa mengine. Tujaribu kufanya juu chini, tuone ya kwamba watoto wetu wanapata elimu ambayo inawezesha kuwa sawa na wengine katika nchi hii. Tukisema ndio ukulima ni kitu cha maana, tuseme ya kwamba mining ni kitu cha maana, tuseme ya kwamba biashara kwa ujumla ni kitu cha maana, lakini mwishowe kitu ambacho kitatusaidia na kutuokoa ni elimu. Na narudia kuomba ya kwamba tafadhali wazazi wale ambao tumezaa tujaribu kuona ya kwamba tunaelimisha watoto wetu, kwa sababu unaweza kumpatia mtoto biashara, ukampatia shamba, lakini kama hana elimu ya kutosha, hata hivyo anaweza kupoteza. Ningetaka niombe hivi, wabunge, women rep, MCAs, senator, viongozi ambao mko hapo katika majukumu tofauti tofauti, tafadhali tuzuie kuwa na tofauti ambazo hazina faida. Ikiwa ni jambo la elimu, tushikane tuwe kitu kimoja, na kama tukifanya hivyo, mimi naamini vile elimu ilinisaidia, vile elimu imesaidia huyu Mturkana, inaweza kusaidia watoto wetu na wakawa katika hali ambayo ni nzuri. Nataka niombe pia kwamba wakati tunahimiza elimu hivyo, wakati huo tuhimize watu wetu wawe na imani ndani ya Mungu, waendelee kumtegemea katika maisha yao,
ili yale matatizo tulionayo ya pombe, matatizo ambayo yanatuletea hata magonjwa, haitakuwa kwa wakati watoto wetu wakiwa na imani. Na naomba watu wa makanisa pia waungane, tujaribu kurevive our spiritual level, kwa sababu zamani Mtaita na Mtaveta alikuwa anajulikana tu kwa elimu na pili kwa mambo ya kumjua Mungu. Tuombe Mungu atusaidie ili atushikilie mkono. Najua mara nyingine nikizungumza mambo ya elimu kuna watu ambao hawafurahii, lakini nimesema ya kwamba nitaendelea kuzungumza jambo hili mpaka wakati Mungu ataniita nirudi pahali nilitoka. Nasema hivyo kwa sababu nikikosa kusema yale ambayo yananisumbua kwa moyo, sifikiri ni vizuri kwa ajili ya kaunti yetu. Naomba kwa mara nyingine tena, viongozi, let us wake up and tell people the truth that without education hakutakuwa na maendeleo ya maana. Na jambo la kuhuzunisha ni kwamba tuna watoto wengi ambao wako katika shule za secondary, lakini we don't do an analysis. Wakati tumefika form 4, watoto wale ambao wanafaulu ni wangapi na wale ambao watakuwa wanakosa kufaulu ni wangapi? I think time has come tufanye evaluation na tufanye ya kwamba tujue kabisa kabisa, yes, shule ni kadhaa, lakini watoto ambao wanafaidika na mashule haya ni wangapi? Nataka nimalize nikisema hivi ya kwamba yule ambaye atafurahia kusikia neno hili alisikie. Yule ambaye hataki kusikia neno hili, ukweli wa mambo utakuja wakati tutapata majawabu katika mambo yale ambayo tunafanya. Narudia tukusema tena, tafadhali Wataita na Wataveta, patieni watoto wetu elimu. Mungu awabariki na tutaonana wakati mwingine. Asanteni. Yeah, it is true that education is the key. Please don't forget to like, share, and subscribe, and drop a comment on the comment section. Till next time, God bless you.